Licha ya kwamba umesema hakuna sababu ya moja kwa moja inayosababisha shinikizo la juu la damu, je, kuna visababishi au vichangizi ambavyo vinaweza kuchochea hali hiyo kutokea? Tuliona kwamba tuna aina mbili za shinikizo la damu, ambapo kuna shinikizo la awali na shinikizo la upili ambalo tunasema ni secondary hypertension. Sasa kwenye shinikizo la juu la damu ambalo ni la awali, visababishi vinaweza vikawa uzito mkubwa, matumizi makubwa ya chumvi kwenye chakula, lakini pia kutokufanya mazoezi. Hivyo vyote vinaweza vikachangia kwenye shinikizo la awali. Tukija kwenye shinikizo la juu la damu ambapo tunasema ni secondary hypertension, kuna kuwa na kisababishi cha moja kwa moja, ambapo kunaweza kuwa changamoto za magonjwa ya figo ambazo zinaweza kuwa kwenye mfumo wa mishipa ya damu ambayo inapeleka damu kwenye figo, au figo zenyewe kushindwa kufanya kazi vizuri, ambapo hizi zote vinaweza vikapelekea kuzalisha homoni ambazo zinahusika na kuregulate kiasi cha chumvi, ambapo mwisho wa siku inaweza kupelekea maji kuwa mengi kwenye mfumo wa damu, hivyo kuongeza shinikizo la damu. Lakini pia kwenye hiyo mfumo wa figo inaweza kupelekea kuzalisha kitu tunaita ni angiotensin 2 homoni, ambayo pia nayo inapelekea mishipa ya damu ya artery kukaza zaidi, ambayo inapelekea damu kutokufika vizuri kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Baadhi ya vitu vingine ambavyo vinaweza kupelekea hii aina ya pili ni shida ya tezi kama goita, ambazo pia nazo zinaweza kupelekea kuzalisha kiasi kikubwa cha homoni ambazo kwa namna moja au nyingine inaweza kupelekea shinikizo la damu kuwa juu. Na kuna sababu nyingine, visababishi vingine, lakini hivi vinaweza vikawa ni vile ambavyo ni vya moja kwa moja ambao ni vikuu. Ni kwa namna gani pia mgonjwa anaweza kawa na dalili zipi ambazo zinaweza zikaelezea shinikizo la juu la damu?